Wakristo wengi wamekuwa ni Wakristo ambao hawajui mbinu wanazozitumia adui. Kwa hiyo wanajikuta wengi wanapigwa, kwa sababu ukisoma kwenye neno la Mungu wa Efeso, nafikiri anazungumza, anasema vaeni silaha zote za Mungu. Kwa hiyo kama Mkristo unapashwa kuvaa silaha, maanake unayepigana naye anazo silaha ambazo pia yeye anazitumia kukushinda. Sasa hizi ni silaha, naenda kukutajia silaha ambazo adui ama shetani anazitumia kuwapiga watu wengi. Silaha namba moja ni matukio yaliyopita. Hii ni silaha namba moja, wanaweza kusema ni kama mambo yaliyopita. Shetani ana kawaida ya kuyatumia sana haya. Hii huwa inakuwa ni kama pando linapandwa ili kukuzuia baadaye, kwa maana shetani huwa hafanyi kitu kwa hasara. Manake anapolifanya jambo leo, anajua kuna mahali atakukwamisha. Kwa hiyo leo hii ni kweli umeokoka, unampenda Mungu, lakini kuna wakati mambo yaliyopita yaliyokuumiza, ama vitu vingine vibaya ambavyo umewahi kuvipitia, wakati mwingine hata kuvifanya, huwa vinakuja kwenye ufahamu, vinakuja kama kumbukumbu. Unajikuta unaingia kwenye maombi, lakini kuna mawazo fulani, kuna vitu fulani vilivyowahi kupita, vinakuja kama picha fulani. Kwa hiyo matukio yaliyopita huwa adui anayatumia kama silaha ya kuwapiga watu wengi. Lakini silaha namba mbili ambayo natamani uijue ni eneo la uchumi. Shetani anatumia eneo la uchumi kama silaha ya kuwashinda Wakristo wengi na watu wengi, na naweza kusema kwa sehemu amefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu leo hii hata angalia idadi ya watu ambao wanahudhuria ama wanaingia ibadani siku za katikati ya wiki, utakuta ni wachache. Ni kwa sababu gani? Wengine watakwambia tuko kwenye kazi, tuko kwenye biashara zetu, kwa wanatumia neno linalosema asiyefanya kazi na asile. Lakini leo hii nataka nikwambie, hii ni silaha ambayo shetani anaitumia kwa kiwango kikubwa sana, na amewadhibiti watu wengi sana, eneo la uchumi. Lakini silaha namba tatu ni mahusiano. Kwenye eneo hili la mahusiano, yanaweza kuwa ni mahusiano ya marafiki ambao unao, lakini pia inaweza kuwa ni mahusiano ya ndugu, inaweza kuwa ni mahusiano pia ya ndoa, lakini hata mahusiano ya watumishi. Kuna watumishi ambao unakuta uliwaamini, shetani anaweza akawatumia. Kwa hiyo eneo la mahusiano pia ni silaha ambayo shetani anaitumia kuwakwamisha ama kuwadhibiti Wakristo wengi ama kuwashinda Wakristo wengi. Eneo la mahusiano analitumia sana. Lakini silaha nyingine namba 4, ziko silaha nyingi, lakini leo ninakutajia hizi chache. Silaha nyingine namba 4 ya simu. Simu ni kweli ni nzuri sana na zinatusaidia kwenye mambo mengi, hata kuwafikia watu ulimwengu mzima pia kupitia simu, kuwafikia watu wengi ulimwengu mzima kupitia simu. Lakini leo nataka nikwambie, simu ni silaha ambayo pia shetani anaitumia, kwa sababu simu ukiitumia vizuri ni nzuri, lakini ukiitumia vibaya ni mbaya na ina uwezo ikakupoteza. Kuna clip nyingine ambayo nafikiri Suni unaweza ukaiona. Nimezungumzia maadui wawili ambao wanaweza kuzuia hatima ya mtu, au wanaweza kumzuia mtu kuona ufalme wa Mungu. Nikazungumzia kwa habari ya nafsi. Sasa simu inatumika vipi kama silaha? Inategemea na kile unachotazama, kile unachosikiliza, huwa kinaenda moja kwa moja kwenye nafsi, kwenye eneo la nafsi, kuharibu nafsi, kile unatazama, kile unasikiliza. Kwa hiyo simu, watu wengi, inategemea unatazama nini, unasikiliza nini, unafuatilia nini. Kwa hiyo inaweza ikatumika kama silaha, na adui anaitumia kama silaha ya kukukwamisha. Hizo ni silaha chache tu nimekutajia. Endelea kunifuatilia, endelea kufuatilia. Kwa neema ya Mungu atanisaidia, nitaendelea kukutajia vitu vingi ambavyo adui anavitumia kama silaha ya kuwashinda Wakristo wengi. Lakini nikuachie neno hili la Waefeso kwamba vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kuzipinga hila zote za shetani. Maana yake pasipo wewe kuwa na silaha, hakuna askari ambaye anaenda vitani hana silaha. Kwa hiyo inategemea wewe umevaa silaha gani, na lazima uzijue pia silaha anazozitumia adui ili uweze kumshinda adui yako. Hizo pia ni mbinu za kivita. Mungu akubariki sana.